Bwana Yesu asifiwe. Nataka nisungumuzie kuhusu heshima. Heshima ni kitu mzuri sana na heshima huleta baraka. Mtu akiwa na heshima huwa anaanzia nyumbani. Na mtu mwenye amekosa heshima huwa nyumbani haheshimu watu na pia kule nje anasumbua watu sana. Na heshima huleta baraka kwa maisha ya mtu. Ukiangalia kitabu cha Kutoka mlango wa 20. Hizi commandments ya inasema heshimu baba na mama ili siku zipate kuongezeka. Baba na mama ni akina nani? Baba na mama ni watu ambao wamekuzaa. Watu wa pili ni mahubiri wa kanisa. Watu watatu ni watu wenye wamekusiti na umri. Watu wa nne ni watu wenye wamekusalia bibi. Watano ni watu wenye wamekusalia bwana. Lakini sasa utakuta mtu ako nyumbani. Wazazi wanajaribu kusungumuza, lakini mtoto hamsikii. Yaani mzazi akisungumuza mtoto anampiga mkongo. Anasema wacha aongee amalize. Utakuta sasa hicho kichaka kinamleta mpaka sasa hata kanisani kwa wahubiri. Wahubiri wanang'ang'ana mbele na neno la Mungu. Lakini mtu ako kwa TikTok. Wakati wanasema kujeni mbele muimbe, anastuka sasa. Anaanza kusema walikuwa wanasema tufanye nini? Tunaenda kuimba wimbo gani? Ako kwa TikTok. Heshima hakuna. Hicho kichaka kinamleta mpaka kwa watu wenye wamemsiti na umri. Utakuta mtu mzima anajaribu kuongea na mtu wa umri wa chini, lakini hataki kumsikiza. Anamkotolea macho, anamkunjia mdomo. Utakuta hiki kichaka kimekuja mpaka kwa watoto wadogo sana. Mtu mzima anaweza ita hata mtoto mdogo amuongeleshe, lakini mtoto anakunja uso, anapendua mdomo, inaangalia huko. Hataki kusikiza na ni mdogo sana. Na utakuta mtu mwenye amependa kukotoa macho saa yote. Utakuta hizi macho zake sasa zimekuwa si zake zenye amezaliwa nazo. Zimekuwa kubwa. Kama ni kukunja mitomo sana akikunjia watu, utakuta huu mtomo umetoka position yake, umeangalia upande wa masikio huko. Umekuwa mrefu. Kwa sababu ya kukotoa macho na kukunja mitomo kila dakika. Utakuta sasa sura yake si ya kusaliwa nayo, si ya ujana. Atazeeka mapema kama miaka ingali kidogo. Kwa sababu ya kuharibu sura yake na kukotolea watu na kukunja mitomo kwa watu. Na utakuta mtu ameolewa kwa poma. Kuna papa mkwe na mama mkwe. Badala ya kuheshimu, anaambia bwana wazazi wako wanatakanga nini? Hata chai hawezi akawapa. Anawadharau, anawakunjia mitomo, anawachipu jinsi apendavyo. Utakuta sasa hawa wazazi badala ya kupeana baraka, wanaanza kutamka maneno machafu kwa familia. Utakuta sasa badala ya kuendelea mbele wanaanza kuporomoka kwa sababu ya kukosa heshima. Utakuta bwana naye wazazi wa msichana wakikuja, badala ya kuwakaribisha, anatoroka anaachia msichana. Yeye anaenda kienda. Msichana anashindwa nitafanya aje wazazi. Hajamwachia hata pesa ya chakula. Atakuja kama wazazi wameenda. Na akikuja wameenda anaanza kuleta fujo. Wazazi wako wanakuja nini hapa? Utakuta hawa wazazi badala ya kuacha baraka, wanaacha laana, wanaenda wakitamka maneno machafu. Na hao watu nitakana tuwaheshimu ili maisha yetu yakapata kusonga. Maana wakitamka maneno machafu, miaka huwa zinakatwa. Mtu akidharau mwingine, miaka zinakatwa. Siku ingine wakati atadharau tena ama kukotoa macho, miaka tena zinakatwa. Utakuta kama alikuwa ameandikiwa miaka 100, hizi miaka zinakatwa, zinashuka chini na anakufa mapema. Na utakuta kama anadharau mfululizo kila siku anadharau, utakuta sasa miaka yake iwezi ikasonga mingi. Miaka yake inafika kiwango kidogo sana na anakufa kwa sababu kila siku ni lazima tu adharau mtu. Hakuna siku anapeana heshima. Kwa hivyo heshima si kitu ya kwenda kununua. Heshima ni wewe mwenyewe kuweza kucontrol, ujue hawa watu wakubwa nitawaheshimu namna gani, viongozi nitawaheshimu namna gani, papa mkwe na mama mkwe nitawaheshimu namna gani, nitaheshimu watu wenye wamenipita na umri namna gani, na baraka zinashuka na miaka nazo zinasonga na mtu anaishi kwa amani. Haleluya.